na hasa wa Kenya umuhimu na uwekezaji katika eneo hili la michezo na burudani. Unapokuwa na ndugu yako ambaye anakufahamu vizuri, anafahamu shida zako, anafahamu mahitaji yako na anafahamu unataka nini na kwa wakati gani, sisi ndio hao ambao tumekuja sasa tuweze kushirikiana kuweza kusukuma mpira wetu wa Kenya. Mechi za kabumbu za ligi yetu ya Kenya zitakuwa zikionyeshwa live ama mbashara kupitia katika chaneli maalumu za michezo katika visimbuzi vya Azam TV kwa kiwango cha muonekano wa HD ama high definition quality. Huu ni ubora ambao utawafanya Wakenya wafurahie uhondo wa soka lao la nyumbani. Vile vile Azam TV inapenda kutoa nafasi kwa wateja wetu kuweza kuiangalia ligi ya Kenya kupitia simu janja ama smartphones kupitia Azam app yetu maarufu ya Azam TV Max app. Kwa hiyo wale ambao wanatumia app iOS kwenye iPhone au Android wanaweza wakafanya vizuri katika kuitazama popote ulipo. Umeenda Kakamega huko Nyeri, huko Mombasa, umeweka maporini huko, bado unaweza kuendelea kuiona vizuri ligi yetu ya Kenya. Kwetu imekuwa ni shauku ya muda mrefu sana kwa kweli kuona wadau wa michezo na sekta ya michezo inaimarika na kuendelea kutoa ajira moja kwa moja na zile za ziada ambazo zote kwa ujumla wake zina manufaa mapana kwa jamii yetu ya Wakenya. Tunatambua hapo awali walikuwepo wazalishaji wengine wa ligi ya Kenya kabla yetu, na kwa kweli walifanya kazi nzuri. Hatupendi kuweka maneno katika hili, lakini sisi tuseme tu tutaanzia pale walipoishia wao. Na kama yalikuwa mapungufu machache ambayo wao hawakuweza kutekeleza vizuri kuifanya ligi kuwa bora, sisi tutakwenda kujazia pale ili basi mpira wetu wa Kenya uweze kusonga mbele. Napenda kuhakikishia wawakilishi wa vilabu na napenda kuhakikishia president pamoja na CEO kwamba vile viwango ambavyo mnaviona katika ligi yetu ya Tanzania, viwango vile vile tunakuja kufanya navyo kazi katika ligi yetu ya Kenya. Na ndio hasa sababu ambayo nimekudokeza Mheshimiwa Rais kwamba tutachelewa kidogo tu kwa kuwa hatupendi kucompromise. Si kwamba tuamini wazalishaji wengine, lakini ni bora utulaumu kwa vile ni vya ambavyo ni vya kwetu kuliko tulaumu kwa kazi ya mtu mwingine. Pamoja na yote haya, mpira kwenye Pay TV ni ratiba Mheshimiwa Rais. Na hapa naomba nirejee tena katika mazungumzo ya faragha na CEO alinihakikishia kwamba ratiba imezingatiwa. Lakini ndugu yangu Kareko alizungumza vizuri kwamba ligi ni kuonekana, biashara ya wachezaji ni kuonekana, na kuonekana kwenyewe kunategemea anaonekana muda gani na anayemuona ni nani. Sasa ukiwa na ligi ambayo inachezwa saa 9 mchana kidogo itatupa wakati mgumu kuweza kuimarket ligi ya Kenya na kuwafanya Watanzania, Waganda, Warundi, Wanyarwanda ambao wana nafasi ya kuona mpira wasiweze kuona mpira wao wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo sisi kwetu ratiba na kuhakikisha kuwa inakuwa na mgawanyiko wa mechi na ziweze kuendana na ule mfanano wa ratiba na kuwafanya mashabiki kwenda viwanjani na kutazama mpira wao wakati ukichezwa. Na hapa nifafanue kidogo. Inapendeza kwa mfano tunazifahamu klabu kubwa za kwetu za Kenya ambazo zina majina makubwa ya muda mrefu. Labda nichukue mfano wa kisha vilabu, mseme kanichukua vibaya. Labda niwachukulie Gor Mahia na FC Leopard ambao nimewajua mimi najua kuna Sofapaka, kuna Kariobangi Sharks, kuna wengi wapo. Lakini nichukue hao wawili. Wanapendeza, mmoja akicheza leo, mwingine akacheza kesho. Ili hata mtu kama kwa kuwa channel ni moja, basi ana uwezo wa kusema leo nimemuona Gor, kesho nimemuona AC Leopard. Lengo ni kuwafanya watu waufurahie mpira, wauone mpira, lakini pia waweze kuona thamani ya mpira. Ili ndoto hizi ziweze kutimia, tunaomba kila mmoja katika chumba hiki atunge mkono kwa dhati. Tunaomba wakilishi wa vilabu mtunge mkono kwa dhati. Wataona baadaye kupitia
YouTube na kwingineko, pia watunge mkono. Lengo ni kusogeza mpira wa Kenya katika hatua nyingine. Na kwa upande wa wadau muhimu kabisa, yani mashabiki wa soka ambao pengine watayatazama matangazo haya baadaye, sisi tunapenda kuwaambia kwamba sasa ni wakati wa kutambua na kuamini kuwa bila shaka ligi yetu ya Kenya ndiyo ligi nambari 1, na tujivunie ligi yetu ya Kenya kwa dhati kabisa. Tunajua kuna ligi nyingine zipo, lakini tunatambua kuna mashindano makubwa kama vile mashindano ya kombe la dunia, lakini sisi dhamira yetu, makusudio yetu ni Mkenya aiangalie ligi yake ya nyumbani kwanza, alafu zile ligi nyingine zitafuata baadaye. Na hata kama anatazama, basi awe na uwezo, kwa wale wenye uwezo, awe anakasimu huko anachungulia, anaiangalia ligi nyingine, lakini pale kwenye TV kubwa anamwangalia Kariobangi Sharks akipambana na Sofapaka. Sisi hiyo hasa ndio malengo yetu makubwa. Kwa pamoja tunaweza kuimarisha soko la ajira na utalii wa michezo. Kuna utalii mkubwa wa michezo. Watu wanahama kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine kuvifuata vilabu vyao vipendwa, kuwafuata mashabiki wao pendwa. Tunajua kuna mashabiki kule Mheshimiwa President kwenye viwanja vingine kama Kisumu, watu wana afya nzuri, wanapendeza, watu wanapenda kuwaona, wanapenda kushirikiana nao kwenye michezo, wapate fursa hii ya kufurahia utalii wa michezo, waende wakaone. Lakini kuna kina mamalishe wanapika vyakula, si huku tunawahitaji Martin mamalishe kwa Kikenya, mama ntilie. Kiswahili Martin, Kizungu hamna tena. Hayupo. Wapo wanapika vyakula kule Mheshimiwa President, wapate nafasi ya kufurahia uwekezaji katika mpira. Wapo watu wanauza jezi, vilabu viweze kuuza jezi. Wapo watu wanafanya biashara ndogo ndogo za kuzunguka. Yaani tuweze kuhamasisha utalii wa mpira, uwekezaji kwenye mpira uende sambamba na kukuza uchumi katika maeneo mengine ambayo Wakenya tunayategemea katika kuendesha shughuli zetu za maisha ya kila siku. Katika kufanya yote haya, tunataka kuwezesha vilabu vyetu vya mpira wa Kenya pia viweze kuchangia kulipa kodi na kuweza kuhakikisha kwamba tunasukuma maendeleo ya nchi yetu ya Jamhuri ya Watu wa Kenya. Thamani ya mkataba huu ni kubwa, lakini imezingatia uzoefu ambao tumeupata katika kurusha matangazo na mechi za ligi kuu katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki, ambapo tumejifunza kwa kweli mambo mengi, ikiwa ni pamoja na kuona jinsi ambavyo timu zinavyojiendesha na changamoto zake. Kwa miaka iliyopita tumewahi kuwa na mkataba kama huu ambao tutausaini baadaye hapa leo katika nchi za Uganda, Rwanda, Burundi na hata hapa Kenya. Tumewahi kuwa na mkataba, lakini baadaye hatukuweza kuendelea. Watoto wa mjini wanasema tuliingia kichwa. Yaani tulikuwa tumejichomeka tu, hatukuelewa tunataka nini. Tukashindwa, tukaondoka. Lakini miaka 10 imetutosha kujifunza, kuelewa mahitaji na vilabu vinajiendeshaje, wanalipaje mishahara, wanalipaje bonus, wanahitaji nini kwenye kambi zao, wanahitaji nini kuweza kusafiri. Kwa hiyo mkataba umeangalia maeneo hayo ili leo Sofapaka sema sisi kusafiri kwa kuwa tu wachezaji wangu hawana posho. Jana hawakutrain kwa kuwa hawakuwa na chakula. Kikubwa priority kwetu ni timu ziweze kuangaliwa ili mpira uweze kuchezwa na hatimaye kuleta ufanisi katika ligi yetu ya Kenya. Tunatambua ukubwa wa klabu zetu za Kenya, lakini pia tunayaona matamasha ambayo yanafanyika kule Tanzania, Mheshimiwa Rais na CEO. Kuna tamasha kubwa linaitwa Simba Day na kuna tamasha linaitwa Yanga Day. Leo yamekuwa matamasha makubwa, na kuna clubs zingine sasa ndogo nazo zimeanza, si ndogo kwa udogo lakini ndogo kwa majina, nazo zimeanza kufanya matamasha kama haya. Singida Fountain Gate wamefanya tamasha lao kubwa. Azam FC wanafanya matamasha yao pia, lakini Namungo pia wanafanya matamasha. Coast Union wanafanya matamasha yao. Matamasha haya yana maana kubwa kwa club. Yana uwekezaji mkubwa, yanatoa fedha nyingi, yanawapa na mashabiki nafasi ya kuja pamoja, lakini pia yanautangaza mpira wetu wa Kenya katika hadhi kubwa ya kimataifa na kufanya watu wengi kuushabikia huu mpira. Sisi dhamira yetu katika msimu unaokuja kuanza mwakani, lazima tuwe na Gor Mahia Day, lazima tuwe na AFC Leopard Day. Tunatambua Mheshimiwa Rais, jitihada zimekuwepo wakati wote, lakini ambacho Wakenya pengine tumekikosa kwa muda mrefu ni kuwa na mdau rafiki mwenye fikara za kizalendo kama ambavyo tulivyo Azam Media Limited. Tupo hapa kwa ajili ya mpira wetu wa Kenya na maslahi mapana ya
ya taifa letu la Kenya katika kuimarisha michezo pamoja na burudani. Kwa pamoja tutapiga hatua. Kubwa. Tunapenda kuona wadau wa michezo wakiwemo mashabiki wa soka, waandishi wa habari, taasisi za serikali na washiriki wengine tukiendelea kupiga vita udokozi wa maudhui. Najua tutakapoanza patakuwa na wale wadokozi. Kuna wadokozi wa maudhui katika mitandao wanapenda kustream, naye anataka aonekane amekuwa kwanza kustream. Hawa Mheshimiwa Rais pamoja na mamlaka nyinginezo na vilabu tushirikiane kwa nguvu kubwa kuhakikisha tunapambana nao. Ili anataka kuona huo mpira basi akamuone Martin, aweze kupata huduma ya Martin, ili aweze kuona mpira kwa raha, achangie mapato, ili basi Azam asife kesho. Na tuna imani matangazo yakianza Wakenya watafurahia burudani kwa wote kutoka Azam TV. Nasema asanteni kwa kunisikiliza na mchana mwema. Asante. Asante. Kwa mara nyingine tena watu mpige makofi CEO wa Azam Media Tanzania, ndugu Yahya Mohamed. Amezungumza neno moja hapa najua limechanganya wengi, hususan wenzangu waandishi wa habari kule nyuma. Wadokozi, yani kudokoa ama udokozi ni piracy. Yani ukija vibaya vibaya Azam TV watapambana na wewe pamoja na shirikisho kama alivyosema CEO na viamba jengo vingine ambavyo vitakuwa vinastahili kufanya hivyo. Kwa hivyo wale ambao walikuwa wanauliza kwamba itakuwaje sasa sisi kama timu tutaruhusiwa kuweza kuendelea kile ambacho tulikuwa tunaendelea, jawabu mmelipata kwamba la, haiwezekani. Mr. Eli Kalekwa, haiwezekani. Hakuna kudokoa, hakuna udokozi. Mabibi na mabwana, tukisonga mbele, naomba nitambue uwepo wa CEO wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Kenya, ndugu Barry Otieno. Naomba kutambua tu uwepo wako. Naomba nitambue vile vile Senior Programming Manager wa Azam Media, Madam Fatma. Naomba kutambua sana uwepo wako. Karibu sana Nairobi, karibu sana Kenya. Na imani kwamba ukitoka hapo utakuwa mwenyeji zaidi kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu tunahitaji vipindi zaidi kwenye Azam Sports 4, Mungu akijalia. Sasa hivi ni wakati wa kuweza kumkaribisha Rais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Kenya FKF, Nick Mwendwa, pia na yeye aweze kutoa hisia zake, aweze kupatia kauli yake kwa hii ndoa ambayo yeye ndio bwana harusi wa ndoa hii ya leo. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Kiswahili. Ndio sasa wewe chairman, nakuja ukachokora chokora alafu huyu jamaa anakuja hapa na Martin. Mimi napiga zote, kwa hivyo niko sawa. Mimi napiga zote. COO wa Azam TV Bwana Yahya Mohamed, General Manager Martin Abuya ambaye tumeshirikiana siku nyingi, na Head of Programming. Wametaka tukae wakatuletea mwanadada. Kwa hivyo Kenya ukikaa peke yako ikiisha waniuliza wanadada walienda wapi. Kwa hivyo tunashukuru sana kuwa nawe pia katikati yetu. Wenzangu executive committee yangu naona wako hapa. Clubs Bwana Eli Kalekwa na wenzake, club chairman,
CEOs na wenzetu wote kutoka Komedia na wale wamekuja leo. Nimekuwa na shida kidogo kwa sababu tangu mwezi wa 3 ile kitu kubwa Kenya wananiuliza ni wapi TV? Wapi TV? Hata ukileta wengine, ulete nani, kitu wanauliza kubwa ni wapi TV. Na mimi niliwaambia niko kwa jam na kamu. Na leo nimefika. Jam imeisha. Jam imeisha na Azam TV ndio hii. Hiyo siku mlikuwa mnaniuliza ndio hii leo imefika. Sisi tunapenda kusema na kutenda. Sisi tunapenda kusema na kutenda, lakini mara nyingi tunapenda kutenda kabla tuseme. Leo tulisema tusiseme, tuje tutende, alafu tutasema. Sasa tunasema kama tushafanya, ndio maana tuko hapa leo. So very important kuelewa hiyo theory, na nataka kueleza kidogo kuhusu nini tunachofanya na Azam TV. Nataka kueleza pia ni kwa nini kwa Wakenya wenzangu na kila mtu. Tunajua vizuri yaliyotendeka katika Kenyan football mwaka 1-2 iliyopita. We know very well what happened. Sitarudi hapo. Mimi nilirudi rasmi katika kazi yangu mwezi wa 3 huu mwaka. Na tangu nirudi tulifanya FKF Cup. Tukawa na TV na mdhamini pia. Baada ya hapo tukafanya grassroots na chapadimba ambayo inaendelea saa hizi. Western Edition imekuwa na finals hii weekend iliyopita. Tukawa na football for women launch ya FIFA, the only of its kind kwa hii region. Na tukawa na football for schools ambayo sisi ndio host huu mwaka AFCON for schools mwezi wa 11. Tutakwenda kusambaza 60,000 footballs to 2,000 schools hapa Kenya kuanzia wiki 2 zijazo. Na sasa tumekuja yet with the biggest announcement for Kenyan football, ambayo ni pay TV na digital provider Azam TV. Tulikuwa na mechi kati ya Gor Mahia na FC. Azam wakaja wakasema wanataka, na kwa mara ya kwanza tukawaambia mwezi kuifanya tu ati mnafanya trial. Tukakubaliana na wakalipa hiyo mechi moja. Na hizo pesa za hiyo mechi moja tukapea klabu zote 18. Walipoenda waliniambia sisi tutaka kujaribu tuone kama mnaweza. Nikamwambia hakuna maana kujaribu, tusaini kitu. Wakaniambia hapana, nyinyi wa Kenya tunataka kujua kama mtafanya hii kitu, hatuko sure, we want to see. Wakaniambia wako na scientific report ya kuangalia watu wangapi waliangalia, wakadownload hapo. Walinipatia story nyingi sana za mambo ya watu wa TV. Unajua mimi si mtu wa TV. Nikamwambia sawa. Wakafanya. Kurudi baada ya wiki 1-2 wakaniambia haya, tuanze mazungumzo. Na tukaendelea kuongea miezi kadhaa mpaka tulipokuwa tunaenda Australia, ndio tukasema haya, tumekubaliana nenda Australia, ukirudi basi tufanye mambo. Na nataka kusema hivi, huu mkataba mwenzangu Yaya labda pale kwa kandarasi alikuwa excited sana akapita. Hii contract ni ya miaka 7. 7-year contract. Hawataki mambo fupi ya kuenda. Unasikia zamani walikuja wakaanza deal alafu sijui wakafanyiwa nini ikakuwa ngumu. Pia hawako wanajua mambo vizuri. Sasa ndio wamejua, umesikia Yaya akisema. Sisi pia sasa tumejua hii maneno sasa. Tulikuwa na mpira kwa simu tulikuwa nayo. Kuna wale jamaa wengine waliondoka ndio waliharibu. Ilifanya vizuri ndio mje. Sasa sisi miaka 7 tunawapatia kandarasi, na Yaya anataka kukuhakikishia
Sitaki uwe na wasiwasi na mambo ya ratiba. Ratiba vile unavyotaka ndio tutafanya. Tunataka tu utuelewe, kwa sababu kuna saa zingine usiku hatutaweza kucheza. Lakini naona ni mwaka moja tu viwanja vyetu vinatengezwa. Kwa sasa viwanja 2 ndio unaweza cheza usiku. Vikifungwa labda sasa hatutaweza, kwa sababu tunazitengeza ndio miaka ya baadaye uwe sawa. Ukielewa hayo, hakuna mambo ya ratiba utakuwa na shida. Katika hii contract Azam tuna envisage tutakuwa na provider mwingine wa free to air. Azam ni pay TV. Nataka kueleza vizuri. So Azam ndio wanachukua mechi kwanza. Mechi zinazobakia zinaenda free to air. Kama tutafanikiwa kumaliza mambo ya free to air, then ratiba ni kwamba Azam wanachukua mechi, alafu TV ya free to air inachukua mechi, na duniani kote hivyo ndio inafanya. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, hii kandarasi ni $1 million kwa rights. $1 million contract for rights, increasing by $100,000 every year, kila mwaka unaopita. Sisi siku zote tumekuwa hapa. Kuna jamaa walikuwa hapa mbeleni walikuwa watangazi pesa. Sisi siku zote tunatangaza kandarasi ni ya pesa ngapi, na tunatangaza itaendelea namna gani. Siku zote nimekuwa hapa sasa miaka 6, sasa sijui kama ni 6 ama ni 7, miaka 6, miaka 7 tumetangaza hayo. Tunataka kuendelea mpaka mwisho. Na mimi naona hapa katikati, unajua jamaa kule Tanzania wameniambia mambo makali sana. Football yenu, amshangilii football yenu, ampendi football yenu. Angalia Tanzania sasa, Tanzania mechi zote ziko kwa TV. Nyinyi sasa hii mambo yenu ndio inaharibu mpira. Sasa umesikia amekuja hapa akasema nini huyu? Haya, amesema wako na day, Simba day, sijui nini. Sawa? Sisi haya tumeanza. Ole wenyu. Tumeanza sasa. Ole wenyu, kwa sababu kule miaka 3 inayokuja mtakwenda kuambia mmeangalia, muona Kenya miaka 3 peke yake. Sasa hivyo ndio mtafanya, kwa sababu tuko tayari. Na nyinyi unajua mnapenda mambo ya vishasha sana pale. Sisi hapa Kenya kuna watu hata waoni mpira, lakini hapo kwa mtandao utawapata, na wana sauti kuliko wenyu. Mtakutana nao pia, wataona highlights peke yake. Highlights naye anakuambia wataona mpira, labda wataona, lakini ikiwa nzuri na ina vitu watakuja. Na tunawataka kwa sababu tunataka hivyo. That's what we want. That's what we want to build. That's what we want. Wameniuliza sana leo, mimi nafurahi nikitoka hapa kwa sababu sasa the ball is in their court. Wanunue decoder. Sasa nimeona package. Kuna 1400, kuna 600. Ziko hapa, ukitoka upatie mtu, lakini sisi tutakuwa na dedicated channel Azam 4 HD. Itakuwa ni football yetu peke yake. Wamenihakikishia hiyo channel hautaona kitu kingine hapo, ni football ya Kenya peke yake. It also means sio mechi peke yake. Tutaenda kutengeza content sasa ya wachezaji na makoch na football yetu na grassroots na nini. Wako tayari, equipment wanaleta, and that is what we always wanted when we started this. So I want to thank you, Yahya, for that commitment and for what you have shown. Sasa tuje hapa kuna mambo hatujamaliza, tunaanza. So clubs nafikiri juzi niliwaelezea. Kuna tangazo lingine moja tunangojea, tujaweza kumaliza. So leo sitasema club zitapata ngapi, kwa sababu nataka nijazilie ndio nirudi. Nitarudi. Hiyo jam pia ikifunguka nitarudi. Tunataka club zetu zipate pesa hazijawahi pata. Hii tumeanza, tunajua ni step nzuri na mliniakisha step nzuri, but tunangoja tushikanishe ingine 2, labda wiki ingine 1, alafu tarudi. Sasa kusema
this is what you're going to get. And I can assure you, it is way more than you have ever got before. Hiyo haitakuwa kubishana. Tukiwa na Azam yetu ile tuko nayo kwa mfuko, kwanza tunaweka kwa mfuko. Unajua ni heri ile uko nayo. Sasa sisi tuko na Azam. Hiyo ingine tutafanyia kazi, hizi siku zinakuja ndio iwe better. So I believe that this step is the biggest step in Kenyan football for those years that we've been here. I believe that you know what you're doing. I have met other presidents that are asking me to ask you to go to their countries, even if they have other providers. Wameniambia siongee na jamaa wanakuja pia waje kwetu. Kwa hivyo wanatambua pia kazi mnaofanya ni kazi nzuri. Na sasa mimi nataka kuuliza tu wa Kenya wanunue decoder, kazi yangu warahisishe. Ndio next year na hiyo mwaka mwingine nikirudi niseme haya sasa hebu tuangalie kandarasi si wewe peke yako, hata mimi nataka kuja kusema hii kandarasi haitoshi. Hizo miaka 2 zinakuja ndio sasa tuweze kupeleka hii mpira juu, tuweze kuitengeza. Na kushukuru kila mtu amefanya. Ilikuwa ngumu kunegotiate details, it take time, but I'm happy that tuliweza kuovercome, tukamaliza kila kitu tukaimaliza. Nafikiria CEO wangu wako happy sasa. Hakuna kitu nimebakisha sijasema. Anapenda sana kunikumbusha kama kuna kitu sijasema, but I think I've covered everything that he might have wanted me to cover. So without further ado, na pia siasa inakuja. Tutaongea maneno ya siasa siku ile, si Azam. Maybe tutaiongea kwa Azam TV sasa. Ndio tupeleke content hapo. Kuna wengine wenyu hapa, mimi nao tunapenda siasa. Sasa tutakutana hapo kwa Azam TV, Azam 4. Tutapeleka siasa hapo. Sasa enda ununue decoder, kwa sababu msimu wa siasa naona ni kama mawingu inatokea. Enda ununue decoder, utakuwa unanipata hapo Azam 4. Kabla ya kuweza kukuambia kwa nini nakukalisha hapo juu, naomba makofi kwa president tena jamani. Makofi mazito kwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Kenya FKF. Ameyazungumza mengi. Ndugu Yahya, rais ameyamaliza, lakini nitakuongezea tu kwamba ukitaka vita vya kimtandao Kenya tutakupiga tu. Hautuwezi. Lakini tunataka tushindane kwa yale mazuri. Sasa hivi inafaa kwamba kuna hashtag pale kwenye Twitter, karibu Kenya Azam TV, inafaa ikuwe na trend mahali. Kwa hivyo karibu sana. Nitaomba ndugu Yahya pia uweze kufika juu ya jukwaa kwa mara nyingine tena. Halafu kwa heshima yako CEO wa FKF Barry Otieno, nitakuomba juu ya jukwaa. Na nitakuomba vile vile ndugu Martin pia uweze kufika juu ya jukwaa. President pamoja na ndugu Yahya mtatumia viti ambavyo vimewekwa. Martin Abuya pamoja na Barry Otieno, nyinyi yenu ni kushuhudia tu. Nyinyi ndio mashahidi wa hii ndoa ambayo leo hii inafungishwa rasmi. Ni ndoa ya Azam Media Limited pamoja na shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Kenya FKF. Na lengo la ndoa hii kama nilivyozungumza awali, hatutaki wajukuu, hatutaki wajomba. Sisi chetu ni content ya mpira wa Kenya. Kwa hivyo sasa hivi ni nafasi ya president, yeye ndo atakuwa kwanza kuweza kutia kidole ile kandarasi ambayo rasmi pamoja na Azam Media Limited. Naam. Pendeza. Barry Otieno, wewe ndio shahidi CEO Kwa hivyo wanafaa ushuhudie kama kinachotoa sahihi ni kile kile ambacho kilizungumziwa. Ndugu Yahya Mohamed, nawe ni siku ya kumbukumbu, ni siku ambayo itaingia kwenye vitabu vya kumbukumbu, hususan unapozungumzia soka la Kenya, na si tu Kenya bali kanda nzima ya Afrika Mashariki na Kati. President tayari, COO pia naye tayari. Naam.
Sahihi kabisa, kila mmoja aweze kumtilia mwenzake kidole. Lazima tuweke kumbukumbu ya picha, kumbukumbu ya maandishi na kumbukumbu ya sauti. Hicho ndicho kitu ambacho lazima tuweze kukifanya. Hama ndicho kitu ambacho kwa sasa hivi kinaweza kufanyika, hususan kwa wale ambao wanatazama moja kwa moja kupitia Azam TV kwa sasa. Naam, sasa hivi na mabibi na mabwana wale ambao mmefika hapa siku hii ya leo, na sasa ni rasmi kwamba mechi za ligi kuu taifa Kenya zitakuwa mubashara ndani ya Azam TV. Picha pamoja. Picha pamoja ya wote wanne, alafu nitaomba CEO pamoja na ndugu Martin Abuya waweze kushuka, abaki presida pamoja na ndugu Yahya Mohamed kwa picha ya pamoja kwa wao wawili. Picha pamoja wote wanne, alafu picha pamoja wao wawili, na anabaki ndugu Yahya pamoja na presida. Wanahabari, mnatakaje? Sawa sawa. Na baada ya picha hizo kuna zawadi maalum. Wenyewe wanasema kwamba mgeni anapokuja lazima uweze kumpatia angalau zawadi, na kuna zawadi maalum ambayo rais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Kenya FKF Nick Mwendwa ameweza kuiandaa maalum na mahsusi zawadi hii kwa COO wa Azam Media Limited Yahya Mohamed. Hii ni zawadi maalum kutoka kwa shirikisho hadi kwa Azam Media. Zawadi maalum ya kutengeneza huu udugu na kuunga vizuri kabisa, udugu ambao utachukua miaka 7. Wanaomba tupige picha bila huo mfuko. Naomba niwashikie huo mfuko na hiyo plate mshikilie tu, iwe nayo tu, zawadi yako uwe nayo ndugu Yahya. Hiyo ndio ishikwe, ndio tuweke kumbukumbu nzuri, kumbukumbu maalum, kumbukumbu rasmi, kumbukumbu ambayo itadumu kwa miaka 7 ijayo, kwamba tarehe 31 mwezi Agosti mwaka 2023 ndio siku ambayo ndoa rasmi ya Azam Media Limited pamoja na FKF iliweza kufungwa. Mabibi na mabwana, kwa sasa hivi tangazo maalum ni kwamba wale wawakilishi wa vilabu mtaombwa nyote muweze kwenda pale kwa holding room kwa pamoja. Nyote mlio hapa mnaombwa muweze kufika hapo, na XCOs pia mnaombwa muweze kuingia hapo. Kwa wale wanahabari ambao mtakuwa mnahitaji interviews, mtaruhusiwa, tutatengewa maeneo maalum upande wangu wa kushoto ili kuweza kupata mahojiano ya moja kwa moja kwa kile kipengele ambacho kimeweza kusalia kwa upande wenu. Kwa sasa hivi niseme kwamba ni rasmi kwamba ligi kuu taifa Kenya itakuwa mubashara, yani live ndani ya Azam TV. Mimi nimekuwa mfawidhi Kaka Zema, Azam TV. Karibuni sana Kenya, karibuni sana kwenye ligi kuu taifa Kenya. Asanteni sana na Mungu awabariki nyote.